I am glad nimeambiwa kwamba mambo ya gangs hapa very serious. Nimeambiwa it's the neighboring counties where you have cases of you are on this other side, you are nearing Nairobi and other places. But we still have pockets of characters, yeah, who are involved in gang activities. Pia, hii maneno ya political gangs na maneno ya maandamano yenye tuliona kwa Olkalau yenye hatujaona before. Mimi nawaomba chiefs, wajana sasa OCSs kwanza, chiefs na mlesaliwa hapa, nyinyi ni wazee wa mama na pia watoto wa hii county. You have our barazas to enlighten them on the dangers using gangs and radicalizing young people for political reasons. Wanawacha hao watoto na sisi, saa hizo wamekuwa organized gangs, wana terrorize wazazi, wana terrorize biashara. Hii uizi nyinyi mnasema mbuzi na kondoo. If we don't do something about radicalization of young people and being misused for political reason. Ile maneno tuliona at police station inachomwa, sijui magari inachomwa, sijui maandamano yenye iko na vita, ile mimi nimesema namna hii. Tulifanya kazi yetu, watu wakakuwa arrested. Tulifanya kazi yetu, wamepelekwa kotini. Tunashukuru judiciary where they support. We want to see that these criminals, especially the financiers and the organizers of violence, wale tumecharge for terror, we want to see them convicted and stay kwa cell for 30-40 years. Ndio watu wajue kwamba it does not pay to misuse other people and to burn other people's properties, to burn other people's cars, to burn other people's supermarkets. Wewe unafikiria mtu amengangana hivi na hii baridi mpaka amejenga nyumba hapa town, alafu mtu tu anakuja kuweka moto? Na huyo mtu hati anasema anashindana na waziri Murkomen. Ni mtu wako Nairobi, anafanyia kazi, ofisi yake iko Nairobi. Sasa unaenda kuchoma nyumba ya jirani yako, mnaongea lugha moja, mlizaliwa pamoja mnaishi pamoja, hata mmeoana. Unaenda kuchoma your neighbor's property to make a statement to a cabinet secretary who is in Nairobi. So at the end of the day, what have you done? Inamaanisha ulikuwa na chuki kwa roho, ulikuwa na wivu kwa mali ya huyu mtu. Unadanganya tu, unataka kudanganya kutumia maandamano, ulitaka tu kuumiza huyu jirani yako. That is something we must deal with. Unajua, tukiwa na President Uhuru, because nilifanyia kazi President Uhuru, siku hizo tulikuwa tunaenjoy watu wa opposition. Tunasema tukikuja huko, sasa tunaenda Nyeri hapa, tunaenda kusema huko watu wa mlima ni watu wazuri, ni wanabiashara, sio watu wa fujo, sio watu wa maandamano, sio watu wa kelele. Na juzi nini ilifanyika? So tulikuwa tunaona kwa TV, hata mimi najiambia, because in the heart of our hearts we thought these are people wameamua hawataki mambo. So what does that mean? There is no part of Kenya that is immune from this kind of protests na maandamano na kuchoma vitu. It only takes a small trigger to cause a problem anywhere in Kenya. So what should we do? We need to put up the fire when it's still small in our villages by talking to our people. How can you, si nilikuwa hapa siku ile nikakuja kuomba kura? Mimi nilikuja hapa nikaomba kura, nikakuja engineer wapi kila mahali hapa tukiomba kura. Hata kuna kijana nilikuwa nimemshika mkono, alikuwa amepotea, alikuwa anaingia chama kingine, akasema ni mtu mkubwa kwa chama kingine. Nikaenda kutoa huko, nikaingiza hii chama. Amechakuliwa, amekuwa mtu mkubwa. So juzi nilikuwa na jamaa namwambia yeye, ni nini hii imekuingia?
Sasa tutakuwa tunafanya kazi ya tengeneza, bomoa. Tengeneza, bomoa. Please. Na hakuna watu wengine wataongelesha hao watu. Na sijasema muende muombe kura atimpigie wapi, hapana. If we can have our country yenye ile ya zamani, I'm sure the most senior, maybe kina Beverly tu na wachache ndio walipata Moi. Siku za Moi ya kidogo. Lakini ile wacha hata Moi, wewe ulipata Moi ya multipartyism. Ile Moi ingine ya 80s. Yaani KANU ya zamani ya Kenyatta na Moi. Unaita tu baraza na inasimamiwa na DC. Alafu politicians wote wanakuja kuomba kura, DC ndio anashika mic. Kama vile RC alikuwa anasema, naambia tu kuja shika ongea. Wewe unaongea yako, wengine wanapiga makofi, unaenda kukaa. Alafu watu wanaambia waendeni nyumbani mtaenda kupiga kura. We need that kind of politics. Where, of course I'm not saying come for one meeting, but where it doesn't matter what meeting you go to, people watapiga kura na kwenda nyumbani. Let me tell you something, because we may not have such a meeting before next elections. We may have it in different format. If we want to deliver successful, safe elections in Nyandarua, we must invest in you, the chiefs, you, the assistant chiefs, in talking to our people to observe law and order from now. Yeah, from now. We must also make sure that all the our aspirants nini wote, we recruit them to peace. And we must make sure that the troublemakers are arrested today, not tomorrow, today. Ndio ikuwe funzo kwa wale walikuwa na kwa akili yake kwamba atakuja kuchoma mali hapa Nyandarua, atakuja kuumiza mwenzake hapa Nyandarua. Like the lady spoke, you want us to have more disabled people here? But, by choice, by almost like a choice, because we are going out of our way to attack our people. We just need, na Nyandarua, na mimi, unajua kuna watu wengine niliongea mahali wakasema, wewe uko na haja gani? Wewe utoki huko? Mimi sio waziri ya village mwenye natoka. Mimi ni waziri ya Kenya. Olkalau kama waziri wa interior, mambo ya usalama, Olkalau ni nyumbani kwangu. This is my workstation. Just like Olkalau is my station, Lamu is my station. The well-being of every part of Kenya is my responsibility. And the well-being of Kenya is the responsibility of the government of Kenya. We cannot abdicate that responsibility to gangs, to sectarian people, and that is why we are government officials to make sure that. Now, there is no problem. If people tomorrow elect another person, there will be a government. These chiefs will still serve that government, just like they served the other government. Ukweli ama si ukweli? Yeah, so our duty in this ministry is to maintain the sanctity of the state so that there is something still called government. And there is something safe, this called Kenya. Kupata chief anasema sisi watu wa sisi tumesema kama watu ya sijui wapi. Wewe ni mtu ya unatoka hapa lakini wewe ni mtu ya Kenya, mtumishi ya Kenya. Wewe ni serikali. Ofisi yako imeandikwa Office of the President, Chief's Office. Hata kama ni ambao umeona tu mahali imeandikwa Office of the President. Unajua kuna tourist mwingine alikuja huko kwetu. So akaona Chief's Office yenye imechakaa iko kona imeandikwa Office of the President. Those days I was still young, I was in the university. Akaniambia, the President of Kenya, Kibaki, has his office here? So, don't forget, you have a high office. Please, let's do these things so that we can move our county mbele. Kwa yale mambo ya welfare, yenye mmesema, truly we have recorded those issues. And you have said a number of things. Number one, tumekubaliana kwamba the infrastructure yenye offices yenye sisi tunafanyia kazi iko na shida. Iko na shida kabisa. Chiefs wengine ofisi yao iko kwa mfuko. Anang'ang'ana na stamp. Wengine wako na ofisi kadogo. Na sio hapa peke yake Kenya mzima. That's why ulisikia nikiuliza ulitoa mambo ya what you people are doing kwa CDF, because that's an area we really need to sit down
Hata saizi when there is a debate going on about CDF, na nimetangaza kwa Kenya mzima, mimi na support CDF. Mimi sikubaliani CDF irudi Nairobi. I am one person who believes kwamba tangu CDF ikuje mashule yetu imebadilika. Yeah? Ukweli ama sio kweli? Hata mambo ya police stations zingine zimejengwa ni kwa sababu ya CDF. Na mambo ya chief's office and all that. Sasa kwa sababu waziri wa usalama ana support CDF. Sasa wabunge na CDF board lazima tuketi chini tukubaliane percentage ngapi itaenda kwa kila constituency ijenge infrastructure ya security. Isikue sisi ndio tunabakishiwa ile mabaki. Wakishajenga mambo ingine, sijui ICT labs, sijui wapi, wanasema na muangalie chief's office. Na ile chief's office inaenda kujengwa hata ni box tu hivi. Hata haina kiti. Sisi tumefanya design kwa ofisi hapa. Sasa there is a standard design ya a proper chief's office, across the country. Na tumedesign a proper police station. Yenye iko na cells ya kutosha. Cell ya wamama, cell ya wazee, cell ya vijana boys, girls, na cell ya transgender. Alafu iko na ofisi ya DCI, iko na mahali ya kustore vitu, iko na armory, iko na kila kitu. So, that design ndio tunataka tutumie tujenge police stations across the country. You know why it is funny? Maybe a police station, a proper good police station is about 20 million. Okay? Can you believe that in a constituency, you are lucky if you have more than 5 police stations in a constituency? Maybe 5 at most. Yeah? Kwa mfano, hii ni Olkalao. Iko na police stations gapi? Wapi sub-county commander? Iko na police station gapi? 3. You can see there are only 3. Can you imagine? Hiyo 3 imejengwa yote? So you see? Just imagine. Those 2 are not police stations. Can you imagine since independence, kuna police stations ilijengwa 1931, 32, ni mzee. Hata yenye ilijengwa 60s, 70s, ni mabati tuliwekwa pale, ama ni nyumba ya matope. What is this that makes people not even have to look at police stations? Either it's our mistake in the security sector, we have not sensitized them on the importance of building these police stations or something. So we have agreed that we must build all standard good police stations. And we'll work with the CDF and also look for funds from the budget in the ministry so that we can construct good police stations where we can work and good chief's office and the assistant chief's officers so that we can have good services. Number 2, mobility. Hatuna magari, hiyo ni ukweli. But the good news is that we are working on the procurement ya magari, about 3,000 vehicles, which will be shared by Ngao and also police and prisons. Kitu tuta distribute, vile tutaweza kudistribute, and then next year maybe do another procurement. And I understand your problem. Chiefs, kama wewe chief unahitaji gari kuserve a location, then there is a problem. Bado unataka gari kufanya location, na bado unataka location igawiwe mara 2 ama mara 3. So ni gani wewe unataka? Either ubadilishe location ikuwe division, ama wewe ufanye kazi kwa location yako. Chief, kwa nini? Why you don't need a car? You don't need a car because you are part of the community. Gari, you use it once kukuja kuona county commissioner ama assistant county commissioner. No, tuambiane ukweli. Kama gari unataka gari, hiyo ni yako wewe kama gari yako. What chiefs at least should have told me ni, tukipata motorbike tutashukuru. Itasaidia kuenda kazi kusonga mbele. If we are unable to provide a car for your police station, wewe unafikiria tutaweza pesa ya kununua gari? Kwanza kuna madam chief, lakini lazima kuna pesa hapa Nyandarua. Kuna madam chief alisema hapa, ukitupatia tu 200,000 ama 300,000,